Unapoona matamanio ya nafsi yako inaanza kukudhibiti, inakumiliki, wewe unafuata tu. Mambo ya kufanywa ni mambo matatu. Jambo la kwanza, wanasema wanazuoni, iboreshe swala yako, na hasatan lazimisha safu ya mbele katika swala zote tano. Wema waliotangulia walipoona nafsi zao inaanza kuamrisha maovu na inakuwa inawazidi nguvu, wakawa wanalazimisha safi al-awwal sala. Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala dhikrullahi akbar. Hii swala lao itaswaliwa sawa sawa na nguzo zake na khushu yake na taratibu zake na masharti yake, itamzuia huyu mwenye kuswali kutokana na machafu na maovu ambao unaona watu wanayafanya kule nje. Ndio unapoona wewe unaswali na bado kuna maovu unayafanya huku nje, jiulize, nimekosea wapi katika swala yangu? Kwa sababu hii swala ina siri kubwa sana. Hakikisha kwamba swala zote tano unaswali msikitini kwa jamaa na unaiwahi takbiratul ihram, na ikiwezekana unapatikana katika safu ya mbele. Hii ni moja katika njia ya kuipiga matamanio ya nafsi yako vita. Kisha anaelezea Ibn al-Qayyim kwamba miongoni mwa njia ya kuipiga nafsi yako vita unapoona matamanio ya nafsi yako imekuzidi nguvu, ni wewe kutumia uchaji Mungu. Muogope Mungu, muogope Mungu, upate kujua Mungu anakuona, na Mungu anayaona yote haya na malaika wanayarekodi. Ndio unaona hii mazingara ambayo tuko ndani yake, dunia ya sasa, kila kitu ni huru, pesa zako tu, chochote unachotaka cha haramu kiko wazi. Madanguro yamejaa hapa kila mahali, yako wazi. Ukitaka kufanya chochote cha haramu iko wazi. Sasa kama si uchaji Mungu, ni nini nyingine ambayo itakuzuia wewe usiingie katika mambo ya haramu? Ndio unaona sisi wengine mpaka leo tunakuja msikitini, tunaswali, tunajitahidi kadri ya uwezo kula halali, tunainamisha macho tunapotembea barabarani kwa sababu ya kumwogopa Mungu. Lakini leo kama si uchaji Mungu, sisi mazingara haya iko huru jamani, tena sehemu za siri ni nyingi tu. Alafu jambo la tatu, unapoona matamanio ya nafsi yako imekuzidi nguvu, tumia akili yako ya kibinadamu. Mungu amekupa akili jamani, wewe si kama kuku. Kuku ndo hana akili. Mungu amekupa akili, itumie akili yako. Si wewe kila kitu ambacho inakuja katika mawazo yako wewe unafuata tu. Tumia uchaji Mungu wako na utumia akili yako kuipiga vita mambo ambayo yanakuja katika maisha yako. Unajua sheitani hana uwezo wa kukutoa wewe ndani ya nyumba akakuvuta akakupeleka ndani ya baa, hiyo uwezo hana. Ama akakupeleka katika baraza ya miraa, hiyo uwezo hana. Sheitani hana uwezo wa kukuzuia wewe ndani ya nyumba yako kwamba usitoke kwenda kuswali msikitini, hiyo uwezo hana. Sheitani hana uwezo wa kumtoa mwanamke wa Kiislamu ndani ya nyumba yake akiwa uchi, hiyo uwezo hana. Uwezo ambaye sheitani anayo, ananong'oneza tu baadhi ya maneno katika masikio yako, basi anakuambia kafanya matendo fulani, kafanya matendo fulani. Alafu nafsi yako sasa, inna nafsa la amaratun bisu, inaanza kuzunguka zunguka, inarudia rudia ile, inakushawishi mpaka mwisho unajikuta umetumbukia katika ile maasi.